Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu tena. Hata kula kuhusu habari ya mlango ambayo unafungukaga na watu naufungua, alafu pepo ambayo yanaingia au majeshi ya pepo baya yanaingia na kuanza kumsumbua mtu. Unapowaza vibaya, pepo wabaya au majeshi yake yanaanza kukuvamia na kuanza kukutesa. Isaya 7:5 anasema, Sham na mwana wa Remalia wamekuja mabaji yako, waende mahali wabomoe, wameke mfalme na nige mwana wa Hatami na kuwasumbua. Usumbufu unaanzia pale, unapata mahangaiko, unapata kufadhaika, unapata kukosa maamuzi kwa sababu sanani mwako umeshavamiwa na utawala mwingine wa giza. Sasa kitu ambacho nakufahamu ni hichi hapa. Mara zote usiwe unakumbuka mambo uliyotendwa huko nyumba. Mambo uliyotendwa nyumba ukiyakumbuka, unavuta majeshi ya pepo wabaya na kuanza kusumbuliwa. Na ukianza kusumbuliwa unapata uzito. Ule uzito unakanamiza akili yako au ufahamu wako, unashinda kuchakata au kutafsiri udhaifu mali ulipo sehemu husika. Alafu pia haya majeshi ya pepo wabaya yanapokuwa yamekuvamia wewe, yanaharibu sura yako, nyota yako inaharibika, manunguniko, kulaumu watu, yote hiyo unavuta jeshi la pepo wabaya katika maisha yako na moyo wako utaanza kukuuma. Ukiweza kupata jibu, hautaumia moyo. Badilika unavyowaza, badilika unavyoishi. Mara zote fata hapa na Mungu yeye atakusaidia na utaenda na kupaswa nini kwenda. Na majeshi ya pepo wabaya hawa, saa nyingine sasa unajua kama hujakaa vizuri, huwa unaruhusu hawa maroho ya kutesa na kukusumbua.